Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akhafu alaykum sittan imarata sufaha wa safka ad-dami wa bay'a al-hukmi ti'ata ar-rahimi wa nashwan yattakhidhuna al-Qur'ana mazamira wa kathrata ash-shurat. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, akhafu alaykum sittan, naogopa isije mukafikwa na mambo sita. Jambo la kwanza mtume analoliogopea lisije likatufika jambo hilo, mtume asema imaratu sufaha, kupata viongozi masafihi, viongozi ambao kwamba hawajali maslahi ya raia. Wao wanajijenga wao kwa kupata uongozi ule, na wanajenga familia zao, hawataki kujua habari yoyote kuhusu raia. Mtume asema naogopa isije wewe akakufika hayo. Anatutahadharisha mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema imaratu sufaha, viongozi masafihi ambao kwamba hawajali raia, shauri zao yeye, madamu anafaidika yeye na familia yake, basi hajali mwingine yoyote. Huyu ni wa kwanza mtume aliyekuwa akimuogopea sana. Jambo la pili mtume ambao kwamba anaogopa lisije likatufika, asema ni safka dami, umwagaji wa damu, vifo vya kiholela. Watu leo wanaouawa bila sababu ya msingi, kila siku uuaji umekuwa ni kitu cha kawaida, yani watu kuuawa imekuwa ni jambo la kawaida, wala halina utisho wowote ule. Tuko katika hali hii sasa. Jambo hili mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiogopea lisije likatufika. La kusikitisha zaidi, pengine anayefanya hayo ni mimi ama ni wewe ama ni familia yetu. Mtume alikuwa akiogopea jambo hilo kwa sababu ni hatari sana katika jambo hilo. Ya tatu, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa bai'a al-hukmi, na kuuza hukumu. Kuuza hukumu ni vipi? Ulama wanatuambia ni kuchukua hongo, rushwa. Ile hongo unalotoa leo imekuwa huwezi kupata kazi kwa vibali ulivyokuwa navyo. Yani leo imekuwa huwezi kupata kazi mpaka utoe hongo, uhonge ndio upate kazi, pengine kwenye serikali au upate kazi kwenye county au sehemu yoyote ile, lakini kuipata kazi hivi hivi huwezi kuipata. Kwa hiyo hili mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiliogopea kwetu sisi, kwamba tusije tukafikwa na hali kama hizi, pengine tunaofanya ikawa ni sisi wenyewe. Ya nne, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa qati'ata rahimi, na kukata uzao, yani kutojali familia yako watakuwa katika hali gani. Leo utakuta watu wako tayari kusimama na watu wa nje ambao si familia yao, ni watu wa kando kabisa, atasimama nao kwa hali na mali, yuko tayari akachukue mkopo kwa ajili ya kumuinua rafiki yake au mtu wa nje. Familia yake analala njaa, familia yake anazurura kutafuta misaada, na pengine ni kitu kidogo anaomba msaada, lakini huyu hataki kutoa kusaidia familia yake. Tunayashuhudia haya, familia nyingi zinahangaika, zinapata shida, pamoja na kwamba watu wao wana uwezo, wana pesa, waweza kuwasaidia jamaa zao, lakini waona kama wapoteza pesa, waona kama waharibu mali yao, lakini kwa kuwasaidia watu wa nje wanaona ndio kufanikiwa katika maisha yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam tutahadharisha na jambo hili. Jambo la tano, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wanashwan yattakhidhuna alqur'ana mazamira, na kutakuja vijibarobaro, jenzi hawa si watu wazima, vibarobaro, yattakhidhuna alqur'ana mazamira, wataifanya Qur'ani ni kama mfano wa mziki na mazumari. Yani zile aya za Qur'ani wanazisoma kwa staili ya mziki na mazumari, na haya yashatokea sana na bado yaendelea kutokea. Tizameni haya mtume aliyoyatabiri, ndio haya hapa. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Allahumma ya salam salimna min al-muziyati wa dullana ala al-khairati wa da'if lana hasanati waghfirna sayiati was'idna fil hayati wa ba'da al-mamati ya waliyal khairati wa ya rafi'u darajati. Haya ndiyo mtume aliyoyatabiri na akaogopea. Si ajabu hawa wanaofanya hivi ni Waislamu ndugu zetu. Wachukue tahadhari kabla adhabu haijawateremkia, waache hii tabia, na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaongoze
katika njia ya sawa na atuongoze sote kwa jumla. Jambo la sita, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa kathrat ashurat, na kuwa wengi walinzi, yani traffic, polisi, sungusungu, majeshi. Watakapokuwa wengi, basi ujue kiyama kimekaribia. Yote haya tuliyoyataja mambo sita, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyatabiri na akatwambia, mutakapoona haya mambo sita yamefika katika wakati wenu, kitu cha kufanya, badiru bil a'mali salihat, fanyeni haraka kufanya wingi wa matendo mazuri, kwa sababu kiyama kimekaribia. Haya yote tuliyoyataja ni miongoni mwa alama za kiyama. Haya mambo sita tuliyoyataja ni miongoni mwa alama za kiyama. Kwa hiyo utakapoona mambo haya, jitahidi sana kufanya mambo mema kabla chansi haija kupotea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.